Miokuku Sheshe anamuuliza Laura, huyu mvamizi ametokea wapi tena? Akamwambia kaja na Kofi na amesisitiza sana kuingia naye. Kofi akasema ndio, huyu ni mshirika mwenzake, anaitwa Daniel, ametamani kukutana naye kwa mara ya kwanza. Na muda wote huo Didi anafurahi tu. Ila jibu la Miokuku Sheshe kwa yeye na Laura wawapishe kwanza, na Miokuku Sheshe ana maindi kwa kumleta mgeni akutane naye bila ridhaa yake. Ni mimi tu nilitaka kukutane naye, ni mtu mwema tu, hana shida yoyote ile, ila yule ni Mnigeria na ameanza tu kufanya kazi na wewe hivi karibuni. Unadhani silifahamu hilo? Nafuatilia kila nyendo zako, yani najua kila kitu, na anakutumikia wewe. Inabidi umuache afanye kazi kwa muda mrefu kabla ya kuomba ruhusa yangu. Hebu subiri. Kwa hiyo mimi kukupa ruhusa ya kuja kuonana hapa na wewe, unamleta mtu mwingine. Unadhani hapa ni Mlimani City au Shoppers? Wakati huo huo, ile pesa nayokudai ya mikutano ya Injili ya Kameruni, Kongo na Malawi utanilipa lini? Na Kofi anamjibu kuwa alimpatia waigizaji wabaya sana na wabovu. Kama ule mwanamke alimpatia, aliigiza mgonjwa wa saratani, alitakiwa anguke chini kutokana na upako, ila aliendelea kuzunguka tu. Vivyo hivyo mwingine aliigiza mgonjwa wa kiharusi na wengineo walizingua tu, hivyo wakupata fedha nyingi kwenye mikutano hiyo. Hayo hayakuwa makubaliano, Kofi. Makubaliano yalikuwa wazi kwamba napata asilimia zangu kwenye kila mkutano unaotumia huduma zangu bila kujali matokeo. Hebu achana na hilo. Nataka waigizaji wazuri. Nina mkutano Uganda na sitaki kufeli tena awamu hii, ambao wataigiza kama walemavu 7 wenye saratani, 15 viziwi na mabubu. Na mkutano huo nimepanga kuuita uvamizi wa uponyaji. Ita utakavyo, lakini kwanza nilipe changu. Usinifokee, mbona ninaheshimu vyeo vyako, Miokuku Sheshe. Kama mwanamke wa ishara na miujiza, unapaswa kuniheshimu na mimi kama mmoja wa manabii wenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Sasa sio kazi yangu mimi kutoa heshima, kazi yangu ni kutoa huduma na kupokea haki yangu. Nipe pesa yangu, Kofi. Sitaki kulazimika kukuchukulia maamuzi ambayo hutoyafurahia. Unanitisha au vipi? Kwanza nyamaza huko. Ukisha kuwa tayari kushuka kutoka kwenye majivuno na unipe heshima ninayostahili, ndipo nitaongea na wewe. Na Kofi yule akaondoka. Anampatishia kibezi mtu anayemfanya akae Ghana kwa raha mustarehe. Na leo amekuja kumtembelea muumini wao mmoja nyumbani kwake, anahitaji huduma ya maombezi. Na Kofi anamtaka Daniel abaki sebleni aombe hapo, wakati yeye anaenda chumbani kumfanyia maombe muumini wake. Na baada ya muda Kofi amemaliza kazi na anashangaa Daniel anakoloma tu. Akamwamsha na kushangaa kuwa alikuwa amelala, na alipoamka akajifanya kama akiomba hivi. Na Kofi akamchukua na wakaondoka zao. Na leo Jumapili watu tumekusanyika kanisani kwa nabii wetu Bulldozer, na anatoa unabii kama kawaida kuwa kuna dada anaitwa Gloria. Na kila mtu anamuuliza mwenzake kama yeye ndio Gloria au vipi. Na Kofi akamalizia jina kwa kusema Gloria Samoa. Na Gloria mwenyewe mwenye jina lake akanyanyuka na kusogea madhabahuni kama kawaida. Waumini ni makofi na vigelegele tu. Huyo ndio nabii Bulldozer, macho ya Mungu. Na akaulizwa kuwa yeye ndio Gloria Samoa, akakiri kuwa ni yeye. Anatokea Kumasi, akakubali. Na msaidizi wa Kofi akatamka nabii aingie deep kumchambua kwa vizuri bibie Gloria. Akaulizwa kama amewahi kuonana na nabii, si akaitikia ndio amewahi kuonana naye. Kofi akasema huyo utakuwa hajaelewa ninachokiongea, na maanisha tumewahi kuonana ana kwa ana mimi na wewe. Na Gloria akasema ndio, jana wamekutana galani jana. Kofi akaona hapa anaenda kuumbuka, na Daniel akajikuna kichwa, akaona wazi nabii anaaibika. Mimi ndio nabii Bulldozer, naona kila kitu. Na tarehe 16 mwezi wa 5 2020 baba yako alifariki. Hiko ndio Bwana ananionyesha mimi, babako alikufa tarehe 16 Mei 2020. Ongea na mimi, ongea. Ila Gloria anatikisa kichwa tu na kukataa kuwa baba yake hajafa, yupo hai na anaishi Kumasi huko na ana afya njema tu. Kofi aamini anachokisikia na kukitazama mbele ya mboni ya macho yake. Msaidizi akasema sasa huyo itakuwa haelewi nini nabii Bulldozer anaongelea. Haelewi kabisa, msaidie tu huyo binti. Na Kofi akarudia tena kila alichokisema kuhusu kifo cha baba yake Gloria. Ila leo muigizaji wetu Gloria anasisitiza kwa baba yake yuko hai na mzima huko Kumasi. Sasa anashangaa nini anaongea nabii, mbona hamuelewi? Bulldozer Kofi akachenji gia angani na kumwambia Gloria kuwa ana ndugu 5. Ila jibu la bibie kila mtu alichoka. Yeye ana ndugu 2 tu. Nimesema una ndugu 5, ndio Bwana amenionyesha hapa.
ila mimi ninao ndugu wawili tu. Daniel akajikuna kichwa tu kwa leo kazi ipo. Bulldozer akaona ili asiendelee kuaibika, akamtimua Gloria na kumwambia itakuwa hayupo sawa kichwani humo na hahitaji msaada wake. Muondoeni hapa. Unaweza kumpatia bwana shangwe? Rita naye akajiambia hii kali ya mwaka. Na baada ya tukio hilo Nabii Coffee akawa gumzo mtandaoni kote. Video yake imesambaa sana kwa kutoa unabii wa uongo. Kila mtu anasema lake. Sasa komenti za watu huko mtandaoni. Nabii maarufu atoa utabiri wa uongo. Baba yangu yuko hai, ni mzima wa afya na yupo salama kabisa. Nabii Bulldozer wa utabiri safari hii amefeli kabisa. Wewe binti upo serious kabisa, unazingua. Ishara na maajabu, mambo yameharibika. Utabiri umeenda mrama, manabii wa uongo kila mahali. Mungu tusaidie. Sasa hizi ni baadhi ya komenti za watu waliokomenti kwenye video za Nabii Coffee. Na wewe pia kama una komenti yako, dondosha chini, nitaisoma hapo baadaye. Sasa wamerudi nyumbani, Nabii anaumiza kichwa na Mpambe anasema video imetrend kila kona, sio TikTok wala Twitter. Hii aibu ya mwaka. Na Miokoku Sheshe akampigia simu na kumuuliza ibada ya leo imeendaje. Na nguvu zake za kutabiri zimeenda mlama Na Coffee ndio anagundua kuwa Miokoku Sheshe ndio kafanya yote haya. Na jana kuna msichana kaja na malalamiko tena akiwa na ushahidi. Aliwaza yule msichana kapata wapi ushahidi. Kumbe ni kazi ya mama wa ishara na miujiza. Miokoku Sheshe anadai pesa yake kwa kazi anayomfanyia Nabii Bulldozer. Na sasa hivi anataka pasu ya 50 kwa 50. Na asipomlipa atakumbana na madhara makubwa tu. Ila Coffee kashupaza kichwa, hataki kumlipa. Anataka kushindana naye. Hivyo hebu tuendelee tuone nani atashinda hii bato. Rita anamuita mume wake na kumuonesha video inayotrend mtandaoni, ikimuonesha binti anayedai kubakwa na kulubuniwa na Nabii Coffee. Na Daniel alipomwona akakumbuka ni Laura, msaidizi wa Miokoku Sheshe. Ni muongo tu, anataka kumchafua mtu wa Mungu Coffee. Na tunamuona Rita ni mjamzito sasa hivi. Rita anasema anamjua Coffee, ila basi hapa kuna jambo Rita analifahamu kuhusu Bulldozer na Daniel na sisi hatulifahamu. Tutafahamu mbeleni. Wewe endelea kutazama tu mzigo. Daniel akaenda hadi nyumbani kwa Nabii Coffee na kumwambia mambo yanayoendelea mtandaoni. Yeye anajua kabisa Nabii Bulldozer hawezi kufanya vitu kama hivyo. Ni bla bla tu za watu kutaka kumchafua. Coffee akamwambia siku zote mtu ukiwa juu na una mafanikio, basi watu watafanya kazi yao na waweze kukushusha chini. Na akamuonesha video na aliye nyuma ya michezo yote ya uongo ni Miokoku Sheshe. Tena akamtumia message ya kumwambia picha ndio kwanza limeanza. Kama hata umlipa pesa zake ataiangamiza huduma yake na yeye pia hapa mjini na Afrika mzima. Na Daniel akamwambia jambo hilo hata Rita alisema. Coffee akashtuka sana, ila Daniel akamtuliza. Kwani mke wake anasema anasingiziwa tu. Oh, haleluya. Utukufu kwa Bwana. Daniel Dosum akawaita watu wote waliotoa malalamiko juu ya kutendewa ukatili na Nabii Coffee. Akawapa maokoto ili kuwafunga mdomo na kulinda sifa ya kanisa lao. Na siku zote kwenye ugumu penyeza rupia. Wasichana wake wakapokea hela na kuahidi kunyamaza kimya. Kuna huyu analia kabisa alibakwa, ila baada ya kupewa pesa akanyamaza hapo hapo. Na Daniel akampatia mrejesho nabii wake na akapongezwa sana. Kama pesa kama zitaisha, basi asisite kumpigia simu ili amtumie pesa. Operation ya kuwanyamazisha watu midomo ikaendelea. Na leo imefika zamu ya binti ambaye siku za nyuma Daniel na Coffee walifika hapa kumpatia huduma ya maombezi chumbani. Ila leo kageuka anamchafua mtumishi wa Mungu. Na mtu mzuri sana, ana baya. Tena mimi alinitumia $5,000 nitoke Nigeria nije Accra na kunigaramia chakula na malazi. Na kamleta mke wangu pia na kutuhudumia vizuri. Ila wewe unamsema vibaya. Au wewe ni sawa na wale wanawake wanaolipwa ili kumchafua Nabii Coffee? Na dada anafunguka kwa sio walivyokuwa wanaenda chumbani kama walikuwa wanafanya maombi. Sio hivyo. Alikuwa analala naye na kumfanyia unyanyasaji wa kingono ndani ya chumba chake. Alimbaka na kumtishia akisema atamuua. Basi akasema nikupatie $10,000 ili mambo yote yaishe. Hebu nitajie akaunti yako nikuingizie $20,000. Sihitaji pesa yako. Hukumu ya Mungu itawashukia wewe na huyo unayemuita nabii. Moto utawaunguza wote. Mtapigwa na radi wezi nyie. Mungu atawaadhibu na radi itawashukia nyinyi. Ila Daniel anamtetea nabii wake ahusiki na uvumi huo. Rita akachukua vidonge anataka kujitoa uhai, ila mume wake anaingia chumbani akagaili na akarudisha dawa na kuketi. Sababu gani zinazomfanya Rita kutaka kujitoa uhai tutajua mbele. Ila anamshauri mume wake warudi Nigeria tu kuanzisha maisha yao, aachane na Nabii Coffee. Ila Daniel sikio la kufa.
Nabii Kofi leo akaenda kukutana na Mwiokoko Sheshe live ili wayamalize. Amechoka kuchafuliwa jina lake kwa skendo. Na Mwiokoko Sheshe akaishia kucheka tu na akampatia dokumenti ambazo akisoma ataamini ni dokumenti zote za kifedha alizofanyia udanganyifu. Jinsi anavyotumia kanisa lake kutakatisha pesa kwa wanasiasa na walagai. Hizi dokumenti zitaniangamiza mimi kabisa yani. Kwani wewe si mtakatishaji wa pesa? Naona umefanikiwa kudanganya kupitia uongo. Ukiwa unajifanya unatumikia mwili wa Kristo na watu wengi wanakuamini wewe. Nitasimama na Nabii Kofi. Nitasimama na mwili wa Kristo. Unadhania Kristo gani unayemwakilisha wewe? Kofi, muda wako wa kwenda chini umefika. Kofi akawa mpole tu na kumtaka wayamalize na atamlipa pesa zake zote wiki ijayo. Ila Mwiokoko Sheshe hakuhitaji maridhiano wa mwi. Anataka ashuhudie movie hiyo. Na sijui aipatie jina gani. Akamuonesha kitu kwenye simu, ni connection bwana. Ikimuonesha Nabii Kofi na msichana wake. Alishtuka sana na kuuliza kaipata wapi hiyo video. Akapiga magoti na kujisemea amekwisha sasa hivi. Nitakulipa pesa zako zote kesho. Ila Mwiokoko Sheshe hakumsikiliza na akamwambia msalimie msaidizi wake Daniel, mtu mjinga ambaye hajawahi kumuona. Anamkumbatia tu yeye kama mtakatifu, kumbe ni uongo. Sasa Rita yupo supermarket anaemea mahitaji ya ndani na ameingia kwenye gari lake, anashangaa anamuona Mwiokoko Sheshe. Akashangaa sana na akamwomba asimuue. Ila Mwiokoko Sheshe kaja tu kumtaka amfikishie taarifa mume wake. Anachukia kuona mtu anamtetea Kofi Adoabi kwa nguvu. Hiyo ni kama miba ya samaki inavyomkaa mtu kooni na madhara yake yanavyokuwa makubwa sana. Au atapata njia kukimbia bomu linalokuja litalipuka. Na Mwiokoko Sheshe akaondoka zake. Rita akafikisha ujumbe kwa mume wake kutoka kwa mwanamke wa ishara na maajabu Mwiokoko Sheshe. Aache kielele cha kumfichia maovi Kofi. Ila Daniel ana imani ni vita vya kiroto na mwisho wa siku Kofi ataibuka kidedea. Na Rita anafunguka baada ya kuona kila njia aliyomshauri mume wake waondoke hataki. Kwa hii mimba aliyobeba sio wa Daniel bali ni ya Papa Kofi. Na Rita anasimulia kuwa ile siku nabii alivyomwambia Daniel atamtuma aende akamwakilishe kwenye mkutano, walivyoenda kwa Mwiokoko Sheshe, kumbe huku nyuma Nabii Kofi alikuja nyuma na Kofi akamwambia Rita amepokea simu kwa meneja wake, kuna shida chumbani kwa kina Rita, hususan kitanda kinacheza cheza na ishu ya bomba kuharibika. Hivyo amekuja mwenyewe kuangalia na kumtaka Rita akamuonesha ili ajihakikishie. Ile wameingia chumbani tu Kofi akageuka na kuwa mbwa mwitu na akafunga mlango na kumuoneshia bastora Rita na akamforce apande kitandani. Na Kofi akatimiza azima yake ya kumbaka Rita na kumtishia akiongea tu atamuua yeye na mume wake Daniel. Huku Ghana akachukua bastora yake na kusepa. Na tunakumbuka ile siku Rita alitaka kunywa vidonge ili afe, sababu ndo hii hapa. Alitamani kumwambia mume wake ila Daniel umwambie kitu kuhusu Kofi. Daniel akataka kufahamu wamekuwa wakifanya kwa muda gani. Akajibiwa mara nyingi, hata zile siku yeye Daniel alienda kukutana na wasichana walikuwa wanadai wananyanyaswa na Kofi, kumbe huku nyuma mchizi alikuwa anajipigia tu mke wake. Hadi siku walienda nyumbani kwa Kofi kumpatia habari njema kwa Rita ni mjamzito, na Daniel akiamini ni upako na maombi ya Kofi ndio amefanya hayo, kumbe Kofi ndio katia mimba na hakuna muujiza wala giza. Mchizi alilia sana huku akilitaja jina la Kofi. Aamini anachokiona sasa hivi. Mke anaomba msamaha tu, ile mume anafunga safari kwenda kuonana na Kofi. Why amemfanyia hivi? Na akiwa kwenye gari ndio anazinduka kutoka usingizini. Anakumbuka malalamiko yote ya watu kuhusu Kofi. Ile yeye alikuwa anawapuuza tu na kumkingia kifua Kofi. Na mwisho maneno ya mchungaji Nicholas alomwambia aondoke na atamuombea awe na mwisho mzuri. Ameamini mwisho wake umekuwa mbaya sana. Akawaza achane na Kofi arudi ndani akajenge na mkewe au vipi. Ila akaona amalizane na Kofi kwanza. Na huku Rita ameshindwa kujisamehe. Naoni sababu ya kuendelea kuishi tena duniani. Na kiumbe alichobeba tumboni ni kama laana tu. Akajirusha gorofani hadi chini na kupoteza maisha hapo hapo. Na huku Daniel anaelekea kwa Kofi bila kujua kilichompata mke wake Rita. Daniel kafika nyumbani kwa Kofi, anakuta nyumba imevurugwa kila kona. Anaita Kofi, Kofi, ila kupo kimya, kumaanisha Kofi amesepa na kila kitu chake. Na akamwacha Daniel anapekua nyumba kama afisa upelelezi hivi. Na tunaona ujio wa polisi nyumbani kwa Nabii Kofi Ado, ila hawakumkuta. Na anatokea Daniel na kushukuru kuona polisi wapo hapo. Alitaka kuwapigia kuna dharura, ila anashangaa na ulizo kama yeye ndiye Daniel. Akasema ndio, ila anataka kumripoti Nabii Kofi Ado amembaka mke wake. Daniel, unafahamu kama nabii yupo mafichoni na hapatikani popote? Daniel anajiambia hawezi kukimbia, ila polisi wanamweka chini ya ulinzi Daniel.
kwa ajili ya utakatishaji wa pesa na unyanyasaji wa kingono. Jamani, mimi pia ni muhanga wa matukio hayo, ila kuna shahidi wa sahihi yake katika utakatishaji wa fedha. Sio ukweli, mimi ni mwasilika tu. Pia alikuwa ananitumia tu mimi. Ila afande akatoa amri ya kukamatwa kwa Daniel Dosum. Na maneno ya mchungaji Nicholas aliyomwambia hayakuwa yameangukia chini. Mwisho wake Daniel umekuwa mbaya. Na hiyo ilikuwa story ambayo Apostle Arome alikuwa anamsimulia huyu dada kuhusu Daniel. Kama tunakumbuka mume wa huyu dada hapa, na kutokana na story, Daniel aliingia kicho kutaka kumtumikia Mungu, akidai ana wito ndani yake. Kumbe wapi, matokeo yake akaishia jela. Tunamwona kuna mchizi anamwagilia nyasi kwenye uwanja huu, na kuna simu inaita, na mtu aliyopokea si mwingine ni Mwiokoko Sheshe. Halo, tunahitaji waigizaji wazuri kwa ajili ya mkutano ujao Zimbabwe. Halo, Mwiokoko Sheshe. Najua nimejifunza somo na kamwe sitokudhulumu wewe tena. Ni Nabii Kofi Ado bana, kakimbilia Zimbabwe sasa hivi. Na Mwiokoko Sheshe akamsifia kuwa ni kijana mzuri sana. Vipi hali ya Zimbabwe? Makazi yako mapya? Nimesikia huduma yako ina waumini zaidi ya 2,000 ndani ya mwaka mmoja tu. Kofi, sasa unajua mimi ni bulldozer. Vipi kuhusu msaidizi wako Daniel? Ila Kofi anasema hana taarifa zozote kuhusu Daniel. Mwiokoko Sheshe akamwambia ajue tu ombi lake limekwisha. Na Kofi akamshukuru Mwiokoko Sheshe na simu ikakatwa, kuashiria ushirikiano wa nabii feki Kofi Ado na mwanamke wa ishara na miujiza Mwiokoko Sheshe unaendelea. Na sio tena Ghana, bali Zimbabwe. Na kufikia hapo sina la ziada. Niwatakie mfungo mwema wa Ramadhani na Kwaresma njema. Mimi ni Magis Junior. Ciao.